Bwana Yesu asifiwe sana, mtu wa Mungu. Tumsifu Kristo Yesu. Ninakusalimu kupitia jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakukaribisha sana kwenye kipindi chetu ambacho Mungu ameachilia ili tuweze kujifunza namna ya kuvunja madhabahu za familia, madhabahu ambazo zinaleta uharibifu kwenye maisha yetu, madhabahu ambazo zinaturudisha nyuma, madhabahu ambazo zinatuchelewesha. Naomba mtu wa Mungu usisahau kusubscribe channel yetu Lango Foundation TV, lakini unaweza ukashare kwenye magrupu mbalimbali, magrupu ya familia, magrupu ya shule, magrupu ambayo unaona ni sahihi kuweza kushare mahali popote. Usisahau kukomenti na kulike kwenye channel yetu. Haleluya sana. Tunaendelea, mtu wa Mungu. Maana hiyo Mungu ametupa kibali tena siku ya leo ili tupeane maarifa zaidi. Kawaida tu, mtu wa Mungu, tunapozungumzia habari ya madhabahu, ni mahali ambapo mtu husema na Mungu wake, au ni daraja ambalo linamtoa mtu mwilini kumpeleka rohoni ili kuweza kusema na Mungu wake. Madhabahu ziko aina mbili. Kuna madhabahu ya Mungu aliye hai na madhabahu ya Shetani. Lengo la sisi kujifunza ni kuvunja madhabahu za familia, madhabahu ambazo zinatufuatilia, zina uhalali na maisha yetu, lakini madhabahu ambazo zina kila vigezo vya kwetu sisi kuweza kushikiliwa na hizo madhabahu. Ukisoma maandiko matakatifu, kitabu kile cha Waamuzi mlango wa 6 mstari wa 1, anasema, kisha wana wa Israeli walifanya yaliyo maovu mbele za macho ya Bwana. Bwana akawatia mkononi mwa Midian muda wa miaka 7. Hao wana wa Israeli walimkosea Mungu. Baada ya kumkosea Mungu, baada ya kufanya maovu mbele za macho ya Bwana, akawatia kwenye mikono ya Wamidian. Hawa Waisraeli walikuwa wanamtumikia Mungu, lakini walimkosea Mungu, akapata ghadhabu. Tunaona anawatia kwenye mikono ya Wamidian. Kwa nini aliwatia kwenye mikono ya Wamidian? Kwa sababu kama walikuwa wanamtumikia Mungu wana wa Israeli, maana tayari walikuwa na madhabahu ya Mungu aliye hai, Mungu wa kweli na wa pekee. Ila hatua ya wao kupelekwa kwa Wamidian, na maana hata kule kwa Midian kulikuwa na madhabahu ambayo Bwana aliruhusu iweze kuwatawala wana wa Israeli. Wamidian hawakuweza kuwatawala wana wa Israeli, ila madhabahu waliokuwa naitumia ilikuwa ni rahisi kwao kusema kwamba iwatumikishe wana wa Israeli. Haleluya sana. Siku zote unapoenda kinyume na utaratibu wa Mungu, Mungu anakuwa mbali na wewe. Tunaona baada ya kufanya maovu, Mungu aliwatia kwenye mikono ya Wamidian. Maana yake nini? Yaani yeyote anapokiuka sheria za Mungu, Mungu huwa mwangalii. Mungu anakuwa mbali na yeye. Kwa hizi familia zetu zina madhabahu, unajikuta Mungu anakukabidhi kwenye hizo madhabahu kwa sababu zina uhalali na wewe. Na hizo madhabahu lazima zikutumikishe zinavyotaka zenyewe, kwa sababu ni madhabahu za uharibifu. Lazima zikuharibie mifumo yao. Tarajia kwamba baada ya Mungu kuwatia kwenye mikono ya Wamidian wana wa Israeli, kwa hiyo kuna mambo mabaya ambayo yaliwapata. Soma na mimi kile kitabu cha Waamuzi mlango wa 6 mstari ule wa 11 na kuendelea. Neno la Mungu linasema, malaika Bwana akaenda akaketi chini ya mwaloni uliokuwa katika Ofra, uliokuwa mali yake Yoashi Mwabiezeri, na mwanawe Gideoni alikuwa akipepeta ngano ndani
ya shinikizo ili kuificha machoni pa Wamidiani. Tunaona malaika wa Bwana anamshukia Gideoni. Alikuwa shimoni akipepeta ngano. Baada ya kumshukia, yule malaika anamwambiaje? Mstari wa 12. Anasema malaika wa Bwana akamtokea akamwambia, Bwana yu pamoja nawe shujaa. Bwana yu pamoja nawe shujaa. Wakati huo malaika anamwambia Bwana yu pamoja nawe shujaa, wako mikononi, wanatumikishwa na Wamidiani. Ni sawa na kusema leo kuna madhabahu ya familia imekukamata mtu wa Mungu, alafu malaika akutokea kuambia kwamba Bwana yu pamoja nawe ewe shujaa, wakati tayari madhabahu ya familia imekukamata. Mstari wa 13 alimjibu nini? Mstari ule wa 13 neno la Bwana linasema, Gideoni akamwambia, Bwana wangu, ikiwa Bwana yu pamoja nasi, mbona mambo haya yote yametupata? Yako wapi matendo yake ya ajabu waliotuhadithia baba zetu, wakisema, je, siye Bwana aliyetuleta huku kutoka Misri? Ila sasa ametutupa, naye ametutia katika mikono ya Wamidia. Bwana akamtazama akasema, enenda kwa uwezo wako huu ukawaokoe Israeli na mkono wa Midian. Haleluya sana mtu wa Mungu. Kwa hiyo Mungu kusudi lake ilikuwa ni kumtumia Gideoni ili kwenda kuwaokoa wana wa Israeli, kuwatoa kwenye hiyo mikono ya Wamidian. Ndio kusudi la Mungu. Mungu amekuinua wewe ili usimame kwa ajili ya familia yako, kwenda kuiokoa familia yako, kwenda kutumika kwa ajili ya familia yako ili kuitoa kwenye mikono ya shetani ambayo inaitumikisha familia yako wewe mtu wa Mungu. Kwa hiyo tambua kabisa liko kusudi kubwa ambalo Mungu ameruhusu juu yako wewe mtu wa Mungu, ili kuweza kujifunza namna kuvunja madhabahu. Haleluya sana mtu wa Mungu. Tuelewane zaidi vizuri mtu wa Mungu. Nikwambie hivi, sawa? Mungu hajawahi kutumia vitu vilivyokamilika. Mungu anatumia vitu vyenye udhaifu ambavyo vinadharaulika mbele ya macho ya watu. Huyu alikuwa ni shujaa, ila kwa sababu alikuwa chini ya Wamidiani, hakuweza kuamini kama yeye ni shujaa. Ndio maana Mungu anamwambia kwamba nenda ukawaokoe wana wa Israeli, ukawatoe kwenye mikono ya Wamidiani kwa mkono wako. Hakuweza kuamini kwa sababu tayari kuna mambo ambayo alikuwa anamwaminisha kwamba yeye ni dhaifu, hawezi kufanya chochote. Kwa neno shujaa lilimshangaza, ndio maana akatoa sababu kwamba kama mimi ni shujaa, kwa nini haya mambo yanatupata? Kwa nini tunatumikishwa na Wamidiani? Haleluya sana mtu wa Mungu. Kwa mtindo huo sasa utaweza kujua kwamba Mungu hawezi kutumia kitu kilichokamilika. Ndio maana Gideoni aliweza kushuka. Ukisoma kuanzia mstari wa 15 anasemaje? Neno la Bwana linasema mstari ule wa 15, akamwambia, Bwana, nitaokoa Israeli kwa jinsi gani? Tazama, jamaa zangu ndio walio maskini sana katika Manase, na mimi ndimi niliye mdogo katika nyumba baba yangu. Tawezaje kuwaokoa? Kwa sababu kwa hapakuwa na pesa, maisha duni. Huyo Gideoni alikuwa ni mdogo kuliko wote, na tayari Mungu anataka kumtumia. Lakini huku nje wanadamu kama leo wakiona unatumika kwa kusudi la Mungu, lazima aseme kwamba nyumbani kwao kuna hiki na hiki. Nenda sasa mstari ule wa 20
4, mtu wa Mungu, ili uweze kufungua macho. Anasema, ndipo Gideon akamjengea Bwana madhabahu, hapo akaita jina lake Yehova Shalom. Kusudi la Mungu kupitia Gideoni ilikuwa ni kujenga madhabahu. Lakini kuna kusudi la madhabahu kuwepo. Kwa nini? Mstari wa 25 anasema, ikawa usiku huo Bwana akamwambia, mtwae ng'ombe wa baba yako, yaani ng'ombe wa pili wa miaka 7, ukaiangushe madhabahu ya Baali aliyonayo baba yako, ukaikate Ashera ile iliyo karibu nayo. Baada ya kujenga hiyo madhabahu akaita Yehova Shalom, manake Mungu wa amani, kwa sababu tayari amani yao ilikuwa imechukuliwa na Wamidiani. Ila baada tu ya kujenga madhabahu, Mungu anampa maelekezo aende akaibomoe madhabahu ya baba yake. Kwa hiyo mzee Yoashi Mwabiezeri, baba yake Gideoni, alikuwa ni kuhani wa madhabahu ya Baali, kwa sababu Mungu wa Midiani alikuwa anaitwa Baali. Kwa hiyo kati ya makuhani ambao walikuwa wanamtumikia Baali alikuwa ni baba yake Gideoni. Ajabu zaidi, huyo Mungu anaenda kumuinua Gideoni mahali ambapo kuna hiyo madhabahu ya Baali. Anamwambia ajenge madhabahu. Kwa hiyo utarudi kusema kwamba Mungu hajawahi kutumia vilivyokamilika, kwa sababu ilikuwa ni kawaida kusema kwamba angeenda kwa maaskofu, kwa wachungaji, ili kutumia watoto wa maaskofu kuweza kujenga madhabahu. Lakini ajabu, Mungu anaenda kumuinua mtoto ambaye kwao kuna Baali. Lazima tuseme kwamba kwa leo lazima tuzungumze kwamba huyu mzee Yoashi alikuwa ni mganga, kwa sababu tayari alikuwa ni mmoja makuhani ambao wanamtumikia Mungu Baali. Kwa sababu kulikuwa na madhabahu, basi lazima watu walikuwa wanaenda kuomba pale. Kama leo mtu anaenda kwa mganga, alafu pale pale kwa mganga Mungu amuinue mtu atumike kwa ajili yake, afanye kazi yake. Ndio maana tunaona anamwambia abomoe madhabahu ya baba yake, kwa sababu tayari kuna madhabahu ambayo Mungu ameijenga. Haleluya sana. Lazima watu tuzungumze tu kwa Mungu kwamba huyu anamtumikia Mungu, huyu anafanya kazi ya Mungu, lakini kwao kuna madhabahu. Kuna kusudi la Mungu kumtumia huyo mtu. Kusudi la Mungu mojawapo ni kwenda kuvunja madhabahu za familia ambazo zimewafunga watu, zimefunga familia. Ila amini kuwa watu wakati ule walizungumza kwamba sasa huyu anamtumikia Mungu, anajenga madhabahu ya Mungu. Sikuwa kuna madhabahu ya Baali, lakini watu hawakuweza kutambua kwamba ni kusudi la Mungu. Na wewe mtu wa Mungu, Mungu amekukusudia wewe ili uweze kuvunja hizo madhabahu zinazosimama ili kupinga familia yako. Umeona? Huyu Gideoni alikuwa ni mtu duni. Ametoka kwenye familia maskini. Familia ambayo haijiwezi. Alafu tunaona Mungu anamtumia. Kwani Mungu alishindwa kwenda kutumia wenye fedha, matajiri, watu wenye umri wa kusema kwamba ana uwezo wa kuitenda kazi yake Mungu? Kwa hiyo tazama, unasikia mtu wa Mungu, yeyote ambaye anakuwa amebebeshwa kusudi la Mungu, Mungu hatazami mazingira. Unaweza ukatoka familia ya wachawi, familia ya waganga, lakini Mungu akakuinua wewe ili utumike. Na Mungu hawezi kwenda mahali ambapo pamekamilika, kwa sababu kazi yake ameikamilisha. Lazima tumike, Mungu lazima tumike mahali ambapo bado hajakamilisha kazi yake. Waona wewe mtu wa Mungu, liko kusudi ambalo Mungu amekusudia juu yako, kwenda kuangusha madhabahu za familia.
Madhabahu ya babake Gideoni tayari ilikuwa imewafanya, yani ilikuwa imewaficha wasionekane. Ndio maana anasema familia yao ni maskini, ila Mungu tayari alikuwa ameshaibariki ile familia. Lakini hii madhabahu ya baba yake ilikuwa inainua vita. Madhabahu ya babake ilikuwa inataka waonekane ni dhaifu, waonekane duni, waonekane maskini, waonekane watu ambao hawajiwezi. Anasemaje sasa mtu wa Mungu? Huo mstari wa 26. Anasema, ukamjengee Bwana Mungu wako madhabahu juu ya ngome hii. Baada ya kuivunja hiyo madhabahu, anampa tena maelekezo ajenge madhabahu. Kileo mtu wa Mungu, tunazungumza kwamba umeokoka ndio, lakini ni jukumu lako kuokoa familia yako wewe ambaye umeipata hiyo neema ya wokovu. Lazima uvunje madhabahu ambazo familia yako zinaifanya maisha onekane duni, familia yako waonekane ni watu ambao hawafai katika jamii, ni watu ambao hawastahili. Lazima wastahili kupitia wewe unapovunja madhabahu ambazo zinainuka kuwachelewesha familia yako, zinainuka ili kuwazuia wasiweze kufika mahali ambapo Mungu alipokusudia. Ni kusudi lako, ni kusudi la Mungu kukuinua wewe ili ukavunje hizo madhabahu. Hizo madhabahu zisiwe na nguvu tena. Principle moja mtu wa Mungu uitambue kwamba baada ya Gideoni kuijenga ile madhabahu ya Mungu aliye hai, Mungu akampa maelekezo kwenda kuvunja madhabahu ya Baali ambayo ilikuwa nyumbani kwao. Maana yake nini? Madhabahu kama Mungu anavyokutumia leo hivi mtu wa Mungu, unaomba, unapata nguvu ya kuomba. Mungu anatamani na familia yako na wao waweze kusimama kumuomba yeye, wasiende kuomba miungu. Lengo la Mungu ili litimie kwako ni lazima uvunje hiyo madhabahu inayokukwamisha wewe, inayokwamisha familia. Kwa hiyo madhabahu ya Mungu uwe na wivu sana. Uwezi kumtumikia Mungu wakati uko nyumbani kuna madhabahu ambayo inajiinua na bado hiyo madhabahu ina uhalali na wewe. Kwa lazima uvunje hiyo madhabahu ili Mungu mtumikie kwa uhuru, na ili Mungu uweze kumuomba ukiwa na uhuru. Kwa sababu gani? Hii madhabahu ambayo tumeiona hapa iliyokuwepo kwa mzee Yoashi tayari ilikuwa imeshaweka misingi ya umaskini. Ndio maana huo mstari wa 15 ameeleza wazi kusema kwamba je, tutafanyeje wakati mimi nimetoka familia maskini na mimi ni mdogo katika nyumba ya jamaa zangu, mimi ni mdogo. Ni misingi ambayo ilikuwa imesimamishwa tu, imewekwa ili wasiweze kufika pale ambapo Mungu alipowabarikia, wasiweze kuona baraka na ukuu wa Mungu kwenye maisha yao. Kwa hiyo madhabahu za familia zina kawaida kumwekea mtu msingi. Madhabahu ikisema usiolewe, na kweli hautaolewa, ila ukishaivunja tayari utakuwa ni mpenyo wako wa wewe kufika ambapo Mungu aliposema uweze kufika. Ni madhabahu mtu wa Mungu, madhabahu mtu wa Mungu. Kwa hiyo ni lazima uwe na wivu kusema na familia yako waweze kuokolewa kupitia mikono yako, kama jinsi Mungu alivyomwambia Gideoni, taifa la Israeli utaliokoa kwa mikono yako. Haleluya sana mtu wa Mungu. Huyo babake Gideoni, mzee Yoashi, alikuwa na madhabahu ya Baali hapo nyumbani kwake. Lakini wakati wa Bwana ulipofika kutumika kupitia Gideoni, hiyo madhabahu iliweza kuanguka. Kwa hiyo na wewe kwenye familia yako kuna madhabahu ambayo inawarudisha nyuma watu wengine, inakurudisha nyuma wewe. Hiyo madhabahu mzee Yoashi ilimchelewesha Gideoni.
utaona matokeo baada ya kubomoa ile madhabahu. Soma mstari wa 30. Hiyo Waamuzi 6:30. Anasemaje? Neno la Bwana linasema, ndipo watu wa mji wakamwambia Yoashi, mlete mwanao afe, kwa sababu ameibomoa madhabahu ya Baali, na kwa sababu ameikata ile Ashera iliyo karibu nayo. Umeona? Huyu bwana alipoweza kuibomoa ile madhabahu, tayari mambo yake yakawa yamenyoka. Ule ushujaa aliokuwa anaambiwa tayari akauona. Ule umaskini aliokuwa anauhadisia mbele ya malaika ukawa umeondoka. Kwa nini? Kwa sababu amebomoa madhabahu. Madhabahu, mtu wa Mungu. Kuna watu wanaenda kwa waganga kwenye familia zetu, na kuna watu wanaloga, ni wachawi. Kuna watu wanatambikia miungu ya familia. Hao ndio na mzee Yoashi. Leo tunasema hao ndio makuhani ambao wanaitumikia hiyo miungu ya familia. Umeona, mtu wa Mungu? Kwa hiyo madhabahu sio kwamba uione hivi. Madhabahu inaweza ikawa ni kaburini tu. Watu wanaenda kutambikia hapo, tayari hiyo ni madhabahu. Madhabahu inaweza ikawa pale ambapo kuna waganga kwenye familia. Familia ikawa inaenda kwa hiyo mganga kwa sababu ni kuhani. Kwa hao watu wa familia yako akiwa anaenda kule, wanaenda kukutaja na wewe, mtu wa Mungu. Unajikuta mambo yako hayaendi. Wanakutaja kwenye madhabahu ili urudi na wewe kwenda kutumikia hiyo madhabahu. Madhabahu hiyo ukaitumikie ili mambo yako yakae sawa. Lakini wewe unaposimama kwenye kusudi la Mungu, ile madhabahu inainua vita na wewe ili usiweze kufaidika na utumishi wako unaotumika. Ndio maana Gideoni baada ya kuvunja ile madhabahu, ule mstari wa 31 tunaona anasema, Yoashi akawaambia watu wote waliokuwa wakishindana naye, je, mtamtetea Baali au mtamwokoa ninyi? Yeye atakayemtetea na uawe hivi asubuhi. Kama yeye ni Mungu, na ajitetee nafsi yake, kwa sababu mtu mmoja ameibomoa madhabahu yake. Kama leo wewe Mungu amekuinua uende kubomoa hiyo madhabahu, na wale makuhani ambao kina mzee Yoashi kwenye familia yako, na wao waweze kuokoka, waweze kuokolewa, na wao waweze kumtukuza Mungu unayemtumikia wewe, Mungu unayemwomba wewe, na wao waweze kumwamini. Haleluya sana, mtu wa Mungu. Mstari wa 32 anasemaje? Mstari wa 32, basi akamwita Yerubali siku hiyo akisema, Baali na atetee naye kwa ajili ya nafsi yake, kwa sababu ameibomoa madhabahu yake. Wakati huo wa Midian na Waamaleki na hao wana wa mashariki walikutana pamoja, wakavuka na kupanga hema zao katika bonde la Israeli. Lakini roho ya Bwana ikaja juu ya Gideoni, naye akapiga tarumbeta, na Abiezeri walikutanika na kumfuata. Kisha akatuma wajumbe waende kati ya Manase yote, wao nao walikutana pamoja ili kumfuata. Kisha akatuma wajumbe waende kwa Asheri na kwa Zabuloni na kwa Naftali, nao wakakwea ili kumlaki. Gideoni akamwambia Mungu, ikiwa wewe utaokoa Israeli kwa mkono wangu kama ulivyosema, tazama, nitaweka ngozi ya kondoo katika kiwanja cha kupuria, na kama ukiwapo umande juu ya ngozi tu, na nchi yote ikiwa kavu, basi hapo ndipo nitakapojua kuwa utawaokoa Israeli kwa mkono wangu kama ulivyosema. Haleluya sana, mtu wa Mungu. Haya ni matokeo ambayo tunayaona baada ya kuvunja madhabahu, baada ya kuivunja ile madhabahu. Kwa sababu hii madhabahu tayari ilikuwa imeshawachelewesha watu wa familia.
ila Mungu alisema kwamba familia ya Gideoni na taifa la Israeli wataokolewa kupitia mkono wa Gideoni. Kwa hiyo mtu wa Mungu, simama kwa ajili ya familia yako ili kuvunja hizo madhabahu za familia zinazoinua vita na maisha yako na maisha wengine, kwa sababu hizi madhabahu zina kawaida za kuwapinga watu sahihi kwako ili wasiweze kukufikia wewe. Watu wanazuiliwa na madhabahu. Kwa hiyo unapovunja hizi madhabahu, tayari wewe unapata mpenyo mkubwa wa kukutana na watu sahihi kwenye maisha yako. Tayari unakutana na watu ambao Mungu amewakusudia ili waje kwako, maana hiyo wewe uinuke kupitia wao. Madhabahu huwa zinachelewesha, zinazuia. Madhabahu huwa zinaleta uharibifu, kwa sababu kwenye familia zetu kuna watu ambao wanatoa kafara, wanaenda kutambikia miungu huko. Wale wanaotambikia miungu, usidhanie kwamba wewe hawakutaji. Madhabahu inapata uhalali kukushambulia wewe kupitia wao. Lakini unapovunja hiyo madhabahu, uhalali unaondoka, kwa sababu madhabahu inaanguka. Na tayari wewe unajinasua. Yamkini wamekuweka kwenye maagano ambayo wameagana na miungu yao. Ina maana yale maagano yanakuwa na uhalali kupitia wao, kwa sababu wewe ni moja ya familia. Ili sasa uondoe uhalali, lazima uvunje na wao. Ukishavunja hiyo madhabahu, itakuwa ni rahisi hata wao kuweza kuokoka. Itakuwa ni rahisi hata wao kuacha hayo mambo ya kwenda kutambikia hiyo miungu, kuacha hayo mambo ya kwenda kwa waganga. Kwa sababu mtu wa Mungu, siku zote mtu ambaye anaenda kwa mganga, anayetakiwa kufika kwenye malango ya madhabahu za kiganga, ni mtu ambaye anatoa kafara sana, anaua sana. Huyo ndiye anayetakiwa. Lakini huyu ambaye hajatoa kafara, akienda kule kwa waganga, anaenda kutaja majina yetu, anauza haki zetu huko, tayari kuna uharibifu ambao unaingia, kwa sababu ameenda kwenye madhabahu za uharibifu. Kwenye maisha yetu unapita uharibifu, maana wanatuharibia. Haleluya sana mtu wa Mungu. Kwa hiyo lazima upambane ili uweze kuvunja madhabahu za familia, madhabahu ambazo zinainua uharibifu kwako wewe mtu wa Mungu, ili kukuharibia. Madhabahu. Haleluya sana mtu wa Mungu. Mungu amekupa hii nafasi, kwa hiyo jitahidi kuitumia mtu wa Mungu ili uweze kupiga hatua, ili uweze kuvunja hizo madhabahu, kwa sababu madhara mabaya tunayapata au madhara kutokana na madhabahu mtu wa Mungu. Madhabahu ikisema kwamba wewe hutafanikiwa, usipoivunja hutafanikiwa. Madhabahu ikisema wewe hutaoa, hutaolewa, usipoivunja hutaoa. Haleluya sana mtu wa Mungu. Kwa hiyo naamini kuwa kuna matokeo makubwa ambayo utayapata. Nikualike tu kwenye maombi yetu ambayo yanaendelea usiku saa 9. Ukaribie kuweza kushiriki usiku saa 9 kamili. Maombi yapo. Kwa hiyo nikualike, kuna linki ambayo inatumika kwa mtu ambaye anakuwa tayari. Hiyo ni linki ya kujoini maombi. Kwa hiyo amka mtu wa Mungu uweze kuvunja madhabahu hizo za familia. Kwa hiyo mtu wa Mungu, usiweze kusahau kusubscribe channel yetu Lango Foundation TV. Usiweze kusahau kulike na kushare kwenye magrupu mbalimbali ambayo unaona ni sahihi kuweza kuachilia, ili na wao waweze kushiriki ibada hii kwa namna ambayo Mungu ataweza au atawawezesha. Kwa hiyo karibu sana mtu wa Mungu kwenye hayo maombi, ili uweze kushiriki maombi
yako saa 9 kamili, saa 9 usiku wa manane. Amka uombe na Mungu atakuwa mwaminifu. Endapo unajua kesi yako imetokea kule nyumbani, nikuombe tu mtu wa Mungu, amka leo. Amka leo, maombi yapo. Nakukaribisha sana na Mungu akubariki. Uwe na wakati mwema. Shalom. Shalom. Karibu tukutane usiku saa 9. Shalom sana mtu wa Mungu.